mkiangalia mambo mengi haya nilikuwa nikisema mambo fulani inakuja kutokea. Now I want to tell you the truth about airport. From the information, reliable information, Murkomen was given 2 billion as a commission. Na hiyo company ya India. Hii pesa ndio hiyo ulikuwa nasikia anasema amenunua mshipi ya 500,000, amenunua saa ya 900,000, kiatu sijui ya pesa ngapi, sio pesa ingine, ni pesa hiyo ya airport. Na nataka kuambia hivi, hiyo ya pesa ya airport imefanya mambo mengi. Kwa sababu hata kati ya Kimani Ichung'wah ile pesa inamsumbua kusunguka is part of that money. So I want to tell Murkomen na Kimani Ichung'wah, hiyo pesa kama mlikula from reliable sources, can you see the damage you have done in Kenya? Can you see the damage internationally? BBC, CNN, breaking news, hakuna ingine, ni hiyo yetu ya Kenya. See other people in the airport because of the corruption. These people in the airport, they were going, some of them walikuwa naenda hospitali. I'm sure utapata casualty ya watu ambao watakufa. Cancellation is a hotel. Nobody will agree to come now in Kenya for some times. Again, we are going now to rebuild again the confidence ile ilikuweko. Tourism imeenda chini. The effect, the money we are going to lose is more than 200 billion kwa hiyo strike peke yake, kwa sababu ya wizi ya kuhongwa na 2 billion. Kifilipo ambaye alikuwa anashughulika na hiyo mambo alikuwa appointed America as a deputy ambassador. Yeye ndio alifanya hiyo deal yote ya partnership na nchi zote za nje na nini. Amekoma hata kwenda because he was waiting for the cut. The damage, watu watakufa wagonjwa, na ni kwa sababu ya hii mambo ya pesa na corruption. Wakati Murkomen alizungumza mara ya mbele, akasema they are going to build the biggest airport, I knew and I was following, knowing there's a corruption here. You know, you remember the other government, tulipigana sana bunge kwa sababu airport, KAA airport management ilikuwa na pesa, it makes about 4 billion per year. 4 billion per year profit, kwa sababu kazi yake ni kuchukua pesa. They have no big expenses wanafanya. Na walikuwa wanataka kujoin pamoja na Kenya Airways kwa sababu Kenya Airways ilikuwa imehara. So they wanted wajoin together na Kenya Airways, ndio wale watu wana shares yuko waweza kupata pesa through KAA. Tulikuwa bunge tukapigana, ikakuwa ngumu. Hiyo KAA profit yake inafanya 4 billion. Sasa imesemekana ndio imehara. Hata generator ya airport inakosa. Wafanyikazi wanakuwa frustrated na mishahara na nini. Kenya Airways for the first time imetangaza profit. That is Kenya Airways. Let people understand, there's Kenya Airways and there is KAA ambaye ndio management ya airport yote. Kazi yao ni kuchukua pesa peke yake ya mandege zote na nini, everything, rento ya kila kitu yote, hao ndio wako wanachukua profit, kwa sababu kazi yao ni kuchukua. Hii airport just the other day, the other government wakati iliungua
the former president Uhuru Muigai Kenyatta walitengeneza na pesa nyingi sana. Now, do you want to tell me KAA imeshindwa kutengeneza leakage ya maji? Wameshindwa kubaya generator. Is that what you want to tell me? That's why we are giving kiwanja hii ya airport? Is that the reason? Shame on you. If that is the reason, then the people who are there as leaders, they should go like yesterday. Because you can see the damage, mumekula. Like, look now, the problem we have. You have put big shame to our president. Because now, internationally, the people wanaonekana ama ataweza kutajwa ni president. And you actually nimekuwa nikikwambia, these children, hawa vijana hawa president, hawa watakuwaza kama wamekuangusha. Hawa vijana kujisifu kwao na wizi ile iko na kujigamba kwao, Your Excellency nakwambia utakuja kusikia yangu. Panapo wazee hapaharibiki kitu. You refuse to work with old people. Sasa unataka hawa yangu. Wale yangu Jesi wakikuja tena unaanza kulia. If you don't change your actions, na upanga mambo yako kwa utaratibu mzuri wewe mwenyewe. Unajua mambo ya budget. Public participation ilileta shida. Uliwachiwa wewe mwenyewe kufanya public participation wakati mambo yaliharibika. Now, the way Kimani Ichung'wah is doing now, pesa ya kahawa amekwamisha bill kwa parliament. Pesa ya majani chai amekwamisha. Pesa ya milima ya compensation na nini, addition kulipa wafanyikazi wa kahawa, ile pesa walipewa, Kimani amekwamisha. He is second president of Kenya. Second president of Kenya. Kwa sababu inaitanishwa na Gachagua. Only childish politics. Childish. Kama Your Excellency mmekosana na Gachagua, kama Kimani mmekosana na Gachagua, leave people of Mlima. They voted for you 47%. How can you let them suffer? Kwa sababu ya Kimani sasa bunge ndio anatawala. Leader of majority. Kenya bunge imetawanyika. Kenya don't wait for anything good. Don't wait. Kwa sababu sasa division hizo unaona zinafanya huko ndani, si mtu mwingine anafanya. Kimani Ichung'wah. And I'm saying this. Me have no problem. Hata hiyo division wanakimbia kwenda kugawanya watu ya Meru, watu ya wapi. No problem. Meru people, I respect you. In fact, it's democracy. Ukijiunga peke yenu, you know, you need the other people. Watu wale wengine wajiunge nao, mtakuja kutana, kuungana pamoja, kwa sababu you cannot make the president, other region cannot make the president ya milima, kwa sababu ile kitu iko ni kugawanya nyinyi. Lakini mkijipanga kwa njia zenu, it is good. Wale wengine wajipanga kwa njia, it is good. Then mkubaliane, mtaona mfanye nini baada ya hiyo, kwa sababu you go nowhere. Lazima vile tumeonyeshwa na rais kuunganisha vyama, kuunganisha watu. You shall look at the good model ile mtaweza kuunganisha. I have no problem with that. Hata sisi watu wa Nakuru County, sisi tutajiunga, hata sisi we shall be having our own party. Tutajiunga sisi wenyewe. Wale wanataka tu negotiate na hawa, we are going to negotiate with them. Kwa sababu sisi watu wa Nakuru County kwanza, ama tuseme watu wa Rift Valley, especially Kikuyus who are there, we have no problem with Kalenjin at all. In fact, I want to tell you what Kalenjin wako na shida mingi sana, wanasema wataki vita ya Gachagua na president. They don't want. Wanataka hiyo watu wakae pamoja, kwa sababu hawaelewi hii vita ni ya nini. Ni kama vile sisi na sisi wa Kikuyu hatukuelewa
ile vita ya serikali hiyo ingine na Ruto ilikuwa gani? We do not understand. Maybe we come to understand later what is going on and what's supposed to be done. But I want to tell you, usituletee muungano wenu huko, utuletee shida. Sisi wa Kikuyu na tunakuwa kama ile kitu ya mbuzi na kaa hapa. Mbili, haihesabiwi kwa ngozi na haihesabiwi kwa nyama. Sisi wa Kikuyu basi, na sisi watu wa Rift Valley tutajiunga, tuungane na ndugu zetu wale wako huko, tukue pamoja, tuone what is the way forward. Kwa sababu we don't get anything in the government. Hata afadhali ya President Ruto tulikuwa tumekuwa promised viti hapa na hapa, lakini zilikuwa tu ni ya kudanganya sisi na imesama na maji. We have no problem. Kwa sababu tuliagiziwa, tumekaa namna hiyo, tumetosheka, tuna shida sisi. But we are always getting something. Even at the government we have never been promised. Hii tulikuwa promised na zikazama. It's okay and there's no problem. Our most important thing in the Rift Valley, it is peace. Kahawa yetu ya Rift Valley, majani yetu ya Rift Valley ni amani. Tukiwa na amani, we have achieved what we wanted. Kwa hivyo, wale wanafuruga na corruption ile iko, very soon pengine mtasikia port ikipigiwa kengele. I don't know. I'm saying maybe vitu imeanza kutokea. So it is really unfortunate. And I want to tell Kenyans, already we are in problem. The agreement which was signed, na haikupitiwa kwa njia ile inatakikana. Conditions za hiyo agreement, it is unbelievable. That they run airport for 30 years. Now within those 30 years, hatuwezi kujenga airport ingine equivalent to that. Na tukijenga, wataanza kupeleka sisi kotini. Na wameweka condition again, si koti ya Kenya, ni international court. Imesemekana wataweza kutafuta pesa ya kukopa ya kufanya hiyo airport, lakini garanta ni serikali. Na serikali ndio itakuwa ikilipa. They cannot be taken court ya hapa kwetu. Tumesema even dispute labda ifanywe international, sio hapa. Why were they putting all those conditions if they knew they are genuine people? Hiyo conditions zilikuwa za nini? Because they knew what they are doing. But because some people somewhere they got 2 billion na wakaingisha kwa tumbo zao, wakasahau Kenyans voted for this government with a lot of hope. But now Kenyans are frustrated. Na hii imekuwa na mlio rais kwa sababu yeye kuachilia hawa watoto. Sio kitu kingine. We have so much problem if you don't know your excellency chini ile inafanywa. Like now civil servant, they are worried, they cannot say anything. Baada ya kuwa namna hiyo, mnakibisa GSU huko. Kupika tourism, kupika watu ambao walikuwa na safari. What is this? What is this? Mnapika customers, watu ambao walikuwa na safari, ile watu walikuwa na shuka, mnaanza kupiga hawa. Tear gas airport. Where are we going? Where are we going? So we must tell you exactly the truth, Your Excellency. Iko shida. The damage of today, Your Excellency, ni ushahidi mzima ya kuoneshana kama bilioni 2 na corruption haikufanywa, Kenyans, they could not have lost the money they are going to lose now. Watu wanalia airport. Watu hapo wanakibisa tia gasi huko. This is not right. Let's pray for this country. But there's pressure. And let's not disturb the president. Mambo ya wizi na ukora.
Na Your Excellency na wewe, hawa vijana, you come to regret one day. Kenyans, tusimame mbele ya Mwenyezi Mungu na maombi. Makanisa, let's stand and pray. Tuone kama Mungu atatusaidia. Kwa sababu there is no any other way. We must be in the hand of the government, the hand of the president, the hand of God. Tukae hapo, tuombe na maombi yetu itafanya kazi. I want to tell you. Waisraeli walisumbuka sana, lakini walifika baada ya kumwamini Mwenyezi Mungu. Hata Musa aliambiwa, ni nini unaye? Aliambia Mungu, mimi hiyo kazi umenipa, hata sijui kuongea. Nitaongeaje? Akamwambia, utaongea through mimi. Akafika baharini akasema, tumefungwa hapa kwa maji, hatuwezi kuvuka. Akaulizwa, ni kitu gani umeweka kwa mkono yako? Akasema, ni kama mkojo yangu. Kaambiwa, angusha chini. Ikafanya miujiza ya Musa. Even us, let's trust God. Maajabu ya Musa yatafanyika. Tusiingie mambo ya religion. Kuita religion ni ukabila. Religion is not ukabila. People stay there. And they stay with a good faith. Kwa sababu nobody applied to bizaliwa Mkikuyu, Kalenjin, Turkana, Mkamba, Mijikenda, kutoka Nyanza. Nobody applied to do that. That's how you are kept by God. Na baraka za kila mtu mahali iko. Tusipigane ati hawa ni watu wasendo tajiri. Tajiri, who created them? Si watu waliotoa kwa mashamba makubwa. Who created them in the Rift Valley? Hapa kuna changamoto. Nyanza wanafurahi sana, wana samaki, mashamba yao ni mzuri sana ingine. It's God who created that. Let's not fight for that. Lakini hii vita isiposimama, Your Excellency, italeta nchi chini, na itakuwa shida, na itakuwa ni aibu. God bless Kenya.